Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa Tauti TV, tunakaribisha kwenye kipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato moyo wa kanisa. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kujifunza na kuelewa unabii wa Biblia, na somo hili ni la 7 na tufundisha mambo mazuri ya msingi kabisa. Leo Jumanne tuzungumzie tu kama kaa la moto wakao. Kama kaa la moto wakao. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaelewa ya kwamba makerubi kama viumbe hai kulingana na Ezekieli sura ya 18 au ishara zao za dhahabu kulingana na Kutoka 15:18 wanaonekana kote katika Agano la Kale, na mara nyingi walipokuwa wakionekana katika Agano la Kale, mahali ambapo wanaonekana walikuwa wanaelezewa wakiwa wamesimama karibu sana na kiti cha enzi cha Mungu. Na utajiuliza hapo walikuwa wakifanya nini? Walikuwa hapo ama wanaonyeshwa hapo kila mara wakiangaza utukufu wake kwa ulimwengu. Nafurahia hiyo jambo, kuwaona mahali pote wanapoonekana wanakuwa hapo kwa ajili tu ya kuangaza utukufu wa Mungu kwa ulimwengu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, makerubi pia wametariziwa katika pazia mbele ya patakatifu kulingana Kutoka 16:1, na hata katika Zaburi, kwenye Zaburi 18:10 unaweza kupata maneno mazuri kuhusu. Na Mungu pia aliamuru kwamba juu ya sanduku la agano wawekwe makerubi wawili wa dhahabu tupu na mabawa yao yakinyooshwa kuelekeana. Ukisoma kwenye Kutoka 15:18 hadi 12. Lakini nitakusihi leo pamoja nami tufungue Biblia zetu tusome kwenye Ezekieli sura ya 1 mstari wa 4 hadi wa 14. Baada ya kusoma hizo shairi, unaona sasa ufanani gani kati ya kifungu hiki na matukio yanayoelezwa katika Isaya sura yake ya 6 mstari wa 1 hadi wa 6 na Ufunuo 4:1-11. Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu, lakini rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ndo kwenye comment. Mungu akubariki. Rafiki mpendwa, ikiwa hakika umesoma pamoja nami kwa uaminifu, unaweza kuelewa ya kwamba maelezo ya makerubi yaliyozunguka kiti cha enzi cha Mungu yaliyoandikwa na nabii Isaya, nabii Ezekiel na nabii Yohana yanafanana sana. Wakati nabii Ezekiel anaandika ni wakati wana wa Israeli wanapitia vipindi vigumu vya maisha, wako utumwani, hawako katika mazingira mazuri. Wakati wa Isaya wana wa Israeli wameanza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na wakati wa Yohana ni wakati kanisa limeteswa na inabidi kuwe matumaini. Lakini maono waliyoyaona kuna kufanana kwingi kabisa. Kwa mfano kwenye Isaya sura 6:1 hadi 4, Isaya anaona viumbe vya moto ambao ni maserafi, wana mabawa 6 wakimsifu Mungu wakisema mtakatifu mtakatifu mtakatifu, na wakajaza hekalu na moshi. Kwenye Ezekieli sura yake ya 1 mstari wa 5 hadi 14, hapo tunachokiona ni taa za moto, wana mabawa 4 na nyuso 4 ya mwanadamu, ya simba, ya ng'ombe na ya tai, na wanaangaza pia. Zingatia, huku wanajaza moshi hekaluni, wanaangaza hapa. Ufunuo 4:6-8, viumbe hai wana mabawa 6 wanamsifu mtakatifu mtakatifu mtakatifu, na kama simba, ndama na mtu na tai macho yamejaa. Kwa hiyo makerubi huangaza na kung'aa. Macho, mpendwa mtazamaji, kwenye unabii ni ishara ya kung'aa, ikionyesha utukufu wa Mungu. Kwa hivyo nataka nikukumbushe tu kwamba viumbe vyote vya Mungu viliumbwa kuakisi utukufu wake, mkiwemo binadamu. Lengo ambalo Mungu ametufanya tuwepo ni kwamba tuonyeshe utukufu wake. Nikiishi mahali pa kazi, nikitembea barabarani, mahali pote wakiniona waone utukufu wa Mungu ndani yao. Sijui watu wanapokuona wanaona je utukufu wa Mungu ndani yako kweli? Kwa hiyo wanadamu wote waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama Adamu na Hawa, sisi wote vijana, wavulana, wasichana. Kwa hivyo mwanaume na mwanamke sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na lazima tuakisi, tuonyeshe utukufu wa Mungu kama wale malaika ambao wamekaa pembeni ya kiti chake cha enzi cha utukufu. Pendwa, na kualika leo, amua
kuonyesha utukufu wa Mungu. Ishi kulingana na utukufu wa Mungu, maisha yako ipate kutukuza Mungu, itakuwa ni jambo jema. Hiyo ndio sababu ya pekee ambayo imefanya Mungu aniumbe na hakuumbe. Je, ni kusudi lako? Iko kusudi lako tuumbe. Asante Yesu kwa somo hili. Asante kwa sababu tumejifunza ili kwamba tupate kutukuka. Mahali pote tunapopita watu waone utukufu wako ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika mpendo na kuuliza, utawezaje kuonyesha utukufu wa Mungu mahali pote? Weka jibu kwenye comment. Usikose kusubscribe, like na kushare.